Na mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, na kukaribisha katika kipindi chetu Sauti ya Uongozi Jumamosi hii ya tarehe 18 mwezi Februari mwaka 2026. Ikiwa kwamba ni wiki ambayo matukio mengi yametokea, mojawapo ikiwa ni siku ya leo, ikiwa kwamba wengi wamefanya vile ambavyo walikuwa wamepanga, hasa kumbuka kwamba leo ni siku ya wapendanao. Lakini kila ambacho utashtuka ni kwamba mwelekezo wangu bwana Alex Mongare, tangu asubuhi hadi sasa hivi simu yake ni mteja, kwani sijui kama alikuwa ameahidi kupeleka maua mahali ama alikuwa ameahidi kuletewa. Sijui ni kipi kile ambacho kinaendelea. Hata mimi ilibidi nikimtafuta nije studioni, lakini si hayo nisungumzie kwamba katika kipindi chetu hapa ambapo nakukaribisha kipindi ambacho unachokipenda zaidi na kinachoendelea kukita mizizi katika mitandao ya kijamii na kote kote kinazungumziwa kote kote eneo hili la Nyanza pale. Nikikualika leo katika Jumamosi hii, kila ambacho tulikuwa tunaangazia ni matukio ya kisiasa ambayo yametokea wiki hii nzima, yale ambayo yamezungumzwa na wanasiasa wale ambao wamejibishana hapa na pale. Kumbuka kwamba Edwin Sifuna alitimuliwa kama Secretary General wa chama cha ODM, lakini akapata tu afueni kidogo baada ya mahakama kusema kwamba haki haikufuatwa ama sheria haikufuatwa jinsi ambavyo alitolewa. Na mimi mwenyeji wako hapa Jeff Nyakundi, nikiwa tayari kukuletea mijadala yenye tija, uchambuzi wa kina na sauti ya kweli ya uongozi ndani ya taifa letu. Katika kipindi cha leo, vile ambavyo nimetaja, tunajadili mada muhimu inayoguza hisia na maslahi ya wananchi wengi hapa nchini Kenya. Ni matukio ya kisiasa yaliyojitokeza hapa nchini haswa wiki hii. Na bila shaka matukio haya kwa namna moja ama nyingine huwa yanakuguza aidha kwa njia ya uzuri, kwa njia ya ubaya. Ikiwa kwamba nchi hii inaendeshwa na wanasiasa, na wanasiasa tumewazoea na tumewajua sana, basi kuanzia harakati za vyama vya siasa, mikutano ya viongozi wa kitaifa, misimamo ya wabunge na magavana, hadi kauli zilizotikiza madeni ya kisiasa hapa nchini, tutayachambua kwa mapana na marefu ili kufahamu mwelekeo wake. Na swali ambalo nitakuwa nikiuliza, je, maamuzi yaliyofanyika wiki hii ama yaliyofanywa wiki hii na vyama mbalimbali na wanasiasa mbalimbali yanaashiria nini kwa mustakabali wa nchi yetu tunapoendelea kujipanga katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027? Ni kipi kile ambacho unaona kitakuwa kinaendelea? Na swali jingine, je, tunashuhudia mabadiliko makubwa katika safu ya uongozi? Hilo ndilo ambalo tunatarajia. Ni swali tu nilikuwa najaribu kujiuliza wakati na andaa kipindi. Linginelo ni kwamba ni nafasi ya mwananchi iko wapi katika mjadala huu? Katika yale yote ambayo yanaendelea hapa na pale, wanasiasa wanajipigania kupata nyadhifa zao uongozini, wengine kutafuta nafasi zao mahali ambapo watakuwa wanazungumza, waonekane kwamba wamezungumza kama viongozi ama wanasiasa. Ni maswali haya na mengine mengi tutakuwa tunayajambua kwa uwazi, umakini na uhalisia. Ikiwa kwamba endelea kuwa nasi hapa Ndizi TV Africa, changia maoni yako kupitia majukwaa yetu ya mitandao ya kijamii na kupitia kwa nambari yetu ya arafa fupi almaarufu SMS 21575, kwa sababu hapa ndipo sauti yako hupata nafasi ya kusikika. Kumbuka kwamba katika mitandao yetu ya kijamii pale YouTube na Facebook tupo live moja kwa moja, nikikuletea kipindi hiki kutoka studio zetu za Ndizi TV Africa. Na kipindi hewani ambacho umekipenda zaidi ni Sauti ya Uongozi, jukwaa ambako hoja hukutana na ukweli. Nitakuwa narejea ili ni kuanza kukuandalia yale matukio ambayo yametukia. Tukianzia kaunti ya Migori, tumekuwa na mshike kati ya ataka ama anayejitokeza kuwania kiti cha ugavana mwaka ujao 2027, na bila shaka gavana wa sasa Ochilo Ayako na yule mbunge Masara. Je, ni kulikoni eneo lile la Migori, haswa kaunti ile ya Migori? Na hapo katika kaunti ya Migori kuna baadhi ya viongozi ambao wamejitokeza kuwalaani wale wanasiasa wanapoingia katika majukwaa, haswa katika mazishi, na kutumia majukwaa hayo kuleta ugomvi na kugonganisha watu ambao wamekuwa wakiishi kwa upamoja. Usiende mbali,
Narejea hivi tuendelee mbele. Naam, nikikupeleka moja kwa moja kutoka kaunti ya Migori ni kwamba mengi yamekuwa yakiendelea katika kaunti ya Migori, kwamba siku ya Jumatano ikiwa kwamba ni mara tu baada ya gavana wa Migori kuwasilisha hotuba ya hali ya kaunti, mwakilishi wa wadi ya Tagare Moses Magwe alimkosoa akidai kwamba hotuba hiyo ilikuwa imejaa taarifa zisizo sahihi kuhusu hali ya miradi ya maendeleo katika kaunti ya Migori. Kwingineko ni kwamba alitaja baadhi ya miradi iliyotajwa kuwa imekamilika bado haijatekelezwa kikamilifu, akitolea mfano chuo cha mafunzo ya ufundi cha Ngiziru ambacho kulingana naye kimesimama licha ya gavana kudai kuwa kiko tayari kuanza kasi. Kwa upande wake gavana alieleza kuwa kuchelewa kwa fedha kutoka katika hazina kuu ya serikali kumeathiri utoaji wa huduma na utekelezaji wa miradi katika kaunti hiyo ya Migori, kwamba ni siasa za kukosoa na kusema na kukosolewa hapa na pale. Kwingineko katika kaunti hiyo ya Migori ni kwamba mvutano ulizuka siku ya Alhamisi jioni katika mazishi yaliyofanyika eneo lile la Oruba, wadi ya Oruba Arangana, baada ya wafuasi wa mbunge wa Suna Magharibi Peter Masara na wale wa gavana wa Migori Ochilo Ayako kutofautiana kuhusu uongozi wa hotuba za kisiasa, hali iliyosababisha furugu na kufuruga shughuli za mazishi. Polisi waliingilia kati na kurejesha utulivu, huku viongozi hao wakitoa taarifa zao katika kituo cha polisi cha Migori. Hakuna majeruhi au vifo vilivyoripotiwa, lakini kuna wale ambao walipatwa kuumia. Hebu tuone jinsi ambavyo mambo yanaendelea katika eneo hilo la Migori. Funeral went smoothly to an extent. The church did their part. There was a rambe. When it came now to leaders, the governor decided to be the master of ceremony in my constituency, and I'm seated. He came late, not even 10 minutes. I was there for 2 hours. Then he picks the microphone that he wanted to invite me. There was assistant chief there. The area MCA manager was there. Even nominated MCAs were there. This thing, he planned it well, that he wanted to kill people. But God is so good that the people protected themselves. I want to tell the entire country that leadership is not who you are. Leadership is about service to the people. You become very popular and a very strong person when you are serving your people. But beating people and threatening people with money and power will not help anybody. The hospitals should have drugs. Roads should be done. ECD should be there. That is what we are requesting for. Not more, not less. Nataka kumkumbusha na wale wanataka kuleta vurugo tauni hii. Hii ni Migori County Headquarters ambayo iko chini ya national government na chini ya county government. Mimi ndio gavana Migori County na serikali ya Kenya ambayo inasimamia amani iko imara, na mimi niko imara, na mimi nawaomba maofisa wa serikali muwe waangalifu. Tunajua wanasiasa wale wanaleta uchochezi na wanaleta mambo mabaya hapa Migori County, lakini kama serikali nobody can threaten us, and kama serikali let us or let whoever it is not annoy us. Ubabe wa kisiasa, nani ambaye anafaa kumwalika mwingine, nani ambaye anafaa kuwa MC MC katika event ambayo kiongozi mwingine atakuwa anakaribia. Kumbuka hao ni wanasiasa wawili, kila ambacho wanang'ang'ania ni ugavana wa kaunti ya Migori. Mmoja ni gavana ambaye ako afisini na mwingine ni ambaye anatarajia anataka kiti hicho
Basi mmoja ni mbunge eneo hilo na mwingine ni gavana wa eneo hilo, kwamba bunge hilo liko katika kaunti ya Migori. Basi naye vile ambavyo tumesikia kwamba mbunge anasema nimeketi pale ninetangulia pale nimeketi masaa mawili. Sasa yeye akaja tu sasa hivi na anataka kuchukua ushukani na awe MC katika eneo hilo. Vimbwanga tu vya wanasiasa na tabia ya wanasiasa. Lakini swala ambalo tunapaswa kujiuliza kama wananchi wa kawaida, mbona tuwape nafasi hawa wanasiasa katika hafla ambazo si sao hawajaandaa hafla hizo? Kumbuka kwamba ni mazishi, watu wa familia na marafiki wamekuja pale kuliwaza familia ile ambayo imepoteza mpendo wao, angalau waweze kufarijika. Lakini mwanasiasa yuko pale na wafuasi wake, ila tu kile ambacho anataka ama kile ambacho wanataka kutafuta ni ubabe, ni nani mkali zaidi ya mwingine. Nikiachana hayo kidogo tu, eneo hilo la Migori bado ni kwamba watu 4 wanauguza majeraha ya risasi katika hospitali ya Ombo Mission baada ya kujeruhiwa wakati wa mvutano mkali kati ya mbunge wa Suna West Peter Masala na gavana wa Migori Ochilo Wahyako. Yale yalitokea katika stendi ya mabasi mjini Migori. Vurugu hizo zilisababisha kusimama kwa shughuli za usafiri na biashara baada ya daraja kuu linaloingia mjini kuchomwa moto ama kutiwa moto. Awali Masara alikuwa amepanga hafla ya kuwasha mishumaa kumwenzi marehemu Raila Odinga, huku Ochilo Wahyako akiandaa mkutano wake kabla ya kuondoka eneo hilo. Machafuko yalizuka Masara alipowasili kuendeleza hafla hiyo. Viongozi hao wametoa taarifa zao kwa maafisa wa polisi, lakini hakuna tamko rasmi lililotolewa, huku hali ikionyesha kuongezeka kwa mvutano wa kisiasa katika kaunti hiyo ya Migori kati ya mbunge bwana Masara na gavana wa kaunti hiyo bwana Ochilo Wahyako. Hebu tuone ni kipi kile ambacho kilitokea na baadhi ya wale ambao walipata majeruhi wakizungumza wakiwa hospitalini. Kwa majina naitwa Peter Tieno. Nilikuwa nimetoka kazi. Mimi ni mtu wa Migori. Nikakutana na vurugu. Nikapigwa risasi moja kwa bega. Na sijui risasi ilitoka kwa nani. Na kwa hisi niko na injury, siongea mingi sana. Kuna baadhi wameumia. Mimi ni baadhi ya wao. Kuna mwenzangu wako hapa karibu na mimi. Na niko na rafiki yangu tunaishi na yeye. Nitamleta. Naam, tukiendelea najua kuna jambo ambalo unafaa ujiulize wewe kama mwananchi wa kawaida. Ni namna gani wanasiasa hawa wakati wameitisha mikutano yao tugongane? Kumbuka kwamba hawa ni watu, baadhi yao ama hawa wanasiasa ni watu ambao hukutana katika mikahawa mikubwa wakikunywa chai, wakizungumza masuala yao tu, si kwamba ni enemies wa kudumu. Katika siasa kidogo tu pata kufahamu kwamba hakuna ambaye mwanasiasa ambaye atasema kwamba ni permanent enemy wa mwingine, kwa sababu leo hii utampata kambi hili, kesho utampata kambi lile lingine ambalo alikuwa anazungumza vibaya kulihusu. Lakini jambo moja ambalo tunafaa tujiulize, sisi ndio tunatumika vibaya, kwa sababu ikiwa kwamba tunajua hawa wanasiasa wao hukutana na kuzungumza moja kwa moja, hutakuwa na namna ama hutakuwa na fikra za kumgeukia mwenzako
kumrusha mawe ama kumuibia ama kujoma gari lake ama kumfanyia chochote kile kibaya, kwa sababu huyu ndiye ambaye mtakuwa mnakutana naye wakati wewe unahitaji usaidizi wa karibu zaidi. Ikiwa huyu mwanasiasa wakati utamtafuta, nambari yake ya simu hautaipata. Lakini ni kuahidi wakati huu ambapo tunaanza siasa zimeanza hapa na pale, utakuwa unatafutwa wewe mwananchi wa kawaida. Hata simu ukipiga mara moja itakuwa inachukuliwa, lakini baada ya kura apoteze ama apate, basi upotea kabisa. Tukiendelea kusalia katika kaunti hiyo ya Migori, na ni mengi ambayo yametendeka katika kaunti ya Migori wiki hii, ni kwamba Katibu mkuu wa idara ya ulinzi wa jamii na masuala ya wazee Bwana Joseph Mutari amewahimiza Wakenya waliofanikiwa na walioko katika nafasi za uongozi kuchangia maendeleo ya shule walizosoma ili kuinua viwango vya elimu katika shule hizo. Alikuwa anazungumza hayo katika shule ya msingi ya Nyabikongori Comprehensive School. Na pia alibainisha kuwa juhudi zake zimezaa matunda kwa kujenga madarasa 4 ya kisasa yenye vigae, dari na umeme, na pia kutangaza mipango ya kuzindua maabara na maktaba katika shule ya upili ya Taranganya, pamoja na kuisaidia shule ya upili ya Isebania Boys, akisisitiza kuwa uwekezaji katika elimu ni msingi wa maendeleo ya jamii. Hebu tutazame tuone ni kipi kile ambacho alikifanya ama alikuwa anazungumza wakati wa hafla hii ambayo aliandaa katika eneo hilo la Migori. Fasting. To your question that this is where I went to school, and I assure you when we were here there were a lot of jiggers, so it could bite us and what have you. The life here was full of dust and all that. So since I went out of this school and where I am as a Principal Secretary of Kenya, I therefore felt it's good for me to bring back to society. Yeah, so I've just brought back to society. I did this not by coercion, but just giving na ile moyo yangu ya kwamba let me give back to society. Okay? Because I went to school here. I also went to school, high school in Taranganya and Isebania High School. Taranganya, I've already spent there around 10 million. We've done a lab and a library. I'm going to open it. Okay? And then in the course of next month, I have a big Harambee in Isebania, where we are also going to give back to society as the alumni of Isebania High School. So we are determined to make sure that where we came through, what made us to be what we are today, can we also appreciate those institutions. So that is why we are here today, to appreciate that we went to this institution and we want to give back to society. Rooms here are tiled, they have electricity. I expect now the teachers to work even harder and the pupils and the students of this institution to do better because they're in better environment. Actually, they had a condemned classroom. Actually, that is where I would have begun. This teacher and the school, the board of management came to my home and asked me and told me that their classroom, this one behind you, was condemned by the Ministry of Health. So me as an alumni of the institution, I was touched. I felt, let me come and do it. So this one we are going to demolish it and do possibly levelize this ground and look a bit better. Aside that, shule ya PS mahali alisoma na ikae mzuri, si namna hiyo? Yes, it's all good that it looks nice. Yes. The way it produced a PS one. How many schools produce PSs? 70. Yeah, it's quite spacious.
So I think they are big enough to accommodate a large number of these. And this school here is highly populated. Very much happy for peace constructing as 4 classrooms. These 4 classrooms are going to improve the academic standard of the school. In fact, it has attracted many learners to come to the school. Basi tunaposidi kusonga mbele katika kipindi chetu cha Sauti ya Uongozi, tukiangazia matukio ya wiki hii haswa kisiasa, na niliamua kuanzia katika kaunti ya Migori kabla hazijaingia katika masuala ya yale ambayo yametokea kisiasa katika taifa la Kenya nzima. Na bila shaka tukiwa bado katika kaunti ya Migori, kuna baadhi ya wanachama ama wakazi ama chama cha wakazi wa kaunti ya Migori kikiwa chini ya mwenyekiti George Akede kimekemea furugu zilizotokea kati ya mbunge wa Suna Magharibi Peter Masala na gavana wa Migori zikichochea taharuki katika kaunti hiyo ya Migori. Chama hicho kimesihi vijana kutojihusisha na siasa chafu na kuwataka viongozi kufanya mikutano yao ya kisiasa ndani ya maeneo yao ya uwakilishi badala ya kufuruga amani ya umma kaunti nzima. Hebu tuone ni kipi kile ambacho kwa anazungumza tunaposidi kusonga mbele. So what is happening is total intolerance that we all need to condemn. People got injured, some were maimed because of things that could be avoided. We therefore call upon the churches that take charge and control of such ceremonies to stamp their authority and give proper rules and guidance such that if it is not well taken care of and the trend is the same, there is no need for the political class to be given airtime in this kind of funerals, because we realize that it is that sector at that point that we normally get this kind of chaos. So we call upon the churches to strongly take charge of their departed fellows so that it is respected, it is them to give the order, it is them to control, so that we don't give this loophole for people to maybe do tug of wars that are unnecessary in any given funeral. As a people, we are not happy. As a people, we condemn it. As a people, we also condemn it into the future. Whenever two bulls are fighting, it is always the grass that gets destroyed so much. Wasikubali kutumike kama ilivyokuwa jana. Kununuliwa kwa shilingi kidogo 1,000, 2,000, wanapewa mapanga, marungu na silaha butu kama hizo. Unapata ya kwamba baada ya vita kama hivi, hata yule aliyenunuliwa atajipata amekatwa, amepigwa. Hata tunapozungumza saizi asubuhi, kuna wale wako hospitalini. Kama mtu anataka kupiga kelele ama kama anataka kupigana, aende apigane kwake kama matanga iko kwao. Lakini kwake hataki makelele. Na hiyo kitu ilienda mpaka vita ikatoka, na ilitoka kwa leaders. So tunakemea leaders wetu. Kila mtu tunataka achukue pande wake. Na kama ni matanga, tufanye mambo ya matanga na turudi. Na kama ni kuongea, tuongee pole pole, na kila mtu asalimiane mwenzake, watu waende. Watu wa siasa kama anafanya kazi iliona jana, kila mtu kama anataka siasa aweka plani yake na area yake apige siasa. Sitaki ile siasa ya kuleta vurugo kwa matanga. Natumai kwamba sauti ya viongozi hawa ama chama hicho wale ambao wanazungumza kutoka Migori wamesikika vizuri na wametaja kile ambacho tunafaa tufanye kama mwananchi wa kawaida ili tuebuke hayo masuala ya kupigana na kufuata wanasiasa wanapokuja maeneo yetu. Na tukielekea bado katika kaunti ya Migori ni kwamba kuna kile ambacho huyu mbunge wa Suna Magharibi Peter Masala amezungumza akimjibu ama akimkosoa vikali
vikali, ambaye ni seneta ama gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, kwa kuongoza kundi ndogo ndani ya chama cha ODM linalodaiwa kuchochea furugu na kumuomba kuwaongoza vijana na wananchi kuelekea njia sahihi. Aidha, Masara alithibitisha kwamba ODM itamuunga mkono Rais William Samoei Ruto katika muhula wake wa pili na kuashiria malengo ya chama kupata madaraka mwaka 2032. Akizungumza wakati wa makabidhiano ama kukabidhi nyumba za wanafunzi katika taasisi ya mafunzo ya ufundi ya John Okwayo Migori. Kumbuka kwamba haya matamshi yake yanatokea baada ya kufurushwa kwa Edwin Sifuna kutoka chama cha ODM, ambaye kidogo alipata afueni baada ya mahakama kutaja kwamba sheria ikufuata katika kuondolewa kwake. Baada ya Edwin Sifuna kuondolewa, tulimuona wakizungumza ama kuna press ambaye alikuwa ameitoa akiwa Nairobi, na waliokuwemo ni huyu gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, walikuwa wameandamana naye na baadhi ya viongozi wengine. Baadaye nitakuwa nikikuletea ni yapi yale ambayo walizungumza viongozi hao katika matukio ya kisiasa wiki hii, lakini kwanza hebu tusikize ni kipi hiki bwana Peter Masara ambaye ni mbunge wa Suna Magharibi alizungumza akimkosoa vikali gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo. So the compound is already fenced. We have a fence and the boundary are very rich. Each Kenyan can feel that they are part and parcel of the cake, the national cake. Or may we as the Luo nation, that we are going to support William Ruto come 2027, then he must hand over power to us in 2032. There is no way we, the community of Luo, can vie for presidency now because we were not prepared. Okay, so if you get somebody making noise about Raila, people like Orengo, we respect you, Akili. We respect you because you have fought for the democratic space we are enjoying today. But a good dancer must identify the right time to exit the stage. You are too old to demonstrate now. We need you to be a counselor of Council of Elders, not going to the street with the young people. Even me, Masara, I was the commander of demonstrators. Now I'm old. I can't go to the street. And you are 95 years. You still want to go to the street. Naam, kutoka katika kaunti hiyo ya Migori ni mengi ambayo yamezungumzwa pale na yale ambayo yametokea kisiasa, kio kwamba furugu za hapa na pale. Lakini tukirejea kimataifa ama katika taifa letu la Kenya, nationally yale ambayo yamekuwa yakiendelea, nikikupa mtasari tu ninapoelekea mapumziko mafupi, nikirejea nitakuwa tukiangazia. Kuna mgogoro ndani ya chama cha ODM. Mgogoro huu ambao ulianza kama ni chamba ambalo kwa linazungumzwa kando kuficha, wengine wanajaribu kufunika, lakini kumbuka kwamba banapo moshi lazima kutakuwa na moto, na moshi ule ukijaribu kufunika zaidi, wala ambao waliomo pale aidha watakuwa wakikohoa zaidi na washinde kupumua, na lile ambalo itawarasimu wao kutoka nje kutafuta hewa safi. Na nazungumza hilo nikifananisha ama nikiambatanisha na yale ambayo tumekuwa tukiona katika chama kile cha ODM. Wengi wamesema kuna baadhi ya watu ambao si wenye chama ama si wanachama wa chama cha ODM ambao wameingia mule ndani kufuruga. Wala ambao wamenyoshewa vidole ni akiwemo rais wa nchi ya Kenya William Samoei Ruto na chama chake cha UDA, na bila shaka serikali ya Kenya Kwanza kwa ujumla, na bila shaka yule mwingine ambao tumeona wala ambao wanaiunga serikali ya Kenya Kwanza mkono, haswa broad-based government, wamekuwa kimnyoshia kidole cha Ragwama ambaye ni aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya, ambaye ni bwana Uhuru Muigai Kenyatta, rais mstaafu. Lakini katika chama hichi cha ODM kuna migogoro ambayo ilianza tu wakati baba hajaaga dunia. Baba kaaga dunia, basi mambo yale yakaendelea kuwa makali zaidi, wengi wakisema baba alisema tubaki katika serikali ya William Samoei Ruto, wengine wakisema baba hakusema hivyo,
tukaona wengi wakizungumza katika majukwaa mbalimbali wakitaja kwamba mimi nimeota, mimi tulizungumza na baba, nilimpigia simu baba, tukasemezana hapa na pale. Hayo yote yamefanya chama hichi cha ODM kimekuwa na misururo ya kutoelewana mule ndani, ambacho kimepelekea wiki jana wale ambao ni National Executive Committee ama council ya chama kile cha ODM wakaitisha mkutano, na mkutano huu uliitishwa baada ya Senator wa Nairobi Edwin Sifuna na baadhi ya viongozi akiwemo James Orenga ambaye ni governor wa kaunti ya Siaya, Godfrey Ososi, walipofanya mkutano katika kaunti ile ya Busia Jumapili iliyopita, na hicho ambacho kinasemekana kwamba kilipelekea NEC ama mkutano kuitwa pale Mombasa. Na baada ya mkutano huo basi tuliona yale ambayo yalitokea, baadhi ya viongozi kufurushwa ama kufushwa madaraka yale ambayo walikuwa wamepewa, akiwemo Caleb Amisi, na bila shaka Edwin Sifuna ambaye alifuliwa mamlaka yake kama Secretary General wa chama hicho, lakini akapata afueni kutoka kwa mahakama kusema kwamba hawakufuata sheria. Ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuwa tukiyaona baada ya National Executive Council kuwa na mkutano na kumuondoa Edwin Sifuna, na bila shaka kumpa yale ama katibu mkuu wa Edwin Sifuna kuondolewa na Catherine Omanyo ambaye ni mwakilishi wa kina mama kutoka kaunti ya kutoka eneo la Western Kenya kupatiwa ama kusimamia ama kuwa katibu wa kushikilia tu wakingoja kufanya uamuzi baadaye. Ni baadhi ama ni jambo ambalo limewapelekea baadhi ya viongozi wale ambao wanaunga mkono serikali kuzungumza yale ambayo wameyazungumza, na baadhi ya wale ambao wanapigia upato kundi hilo lingine ambalo linaongozwa na Edwin Sifuna, James Orengo, Godfrey Ososi na the likes of Caleb Amisi nao kupigiwa upato. Tusisahau kwamba kuna mengine ambayo yamekuwa yakizungumzwa hapa na pale kwamba upinzani ulikuwa unatarajiwa wiki hii kufanya mikutano na kujiandaa jinsi ambavyo watakuwa wanajiandaa katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Namzungumzia kinara wa chama cha Wiper na bila shaka kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka, ili kila ambacho kinazungumzwa kwamba mkutano huo ambao ulikuwa uwalete pamoja uliahirishwa hadi wiki ijayo, na tutakuwa tunangoja tuone ni kipi kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Lakini mapigano yanazidi, mapigano ya kisiasa yanazidi kushika moto katika chama kile cha ODM. Huku katika vikao vya chama tulimuona Junet Mohamed akizungumza vikali zaidi na akitaja kwamba serikali ama chama cha ODM akitakuwa nje ya serikali ifikapo mwaka 2027, na pale akisisitiza kwamba chama hicho ndicho ambacho kitakuwa kinaunga ama kinatengeneza serikali ya mwaka 2027. Bila shaka ni mengi ambayo nimeyaandaa katika kile ambacho nilitaja kwamba ni matukio ya kisiasa humu nchini Kenya. Wewe kama mwananchi wa kawaida, hili jambo mambo haya ya kisiasa kwa njia moja ama nyingine ama namna moja ama nyingine, kuna vile ambavyo yanatuathiri sisi, either njia ya kutusaidia ama kutusaidia sisi. Basi ninapoelekea katika mapumziko mafupi, nikirejea tutakuwa tunaanza kufunua moja baada ya nyingine yale ambayo yamekuwa kitokea wiki hii, na nikikumbusha kwamba nitakuwa nikianza na kile ambacho wakati mmoja Rais William Samoei Ruto alimuonya Edwin Sifuna kuhusiana kwamba aache kuzungumzia masuala yake, na akumbuke kwamba wakati mmoja yeye alikuwa mwanachama wa chama cha ODM, na ikiwa kwamba ataendelea basi ataita kikao cha wanachama waliokuwa katika chama hicho cha ODM awali ili waweze kufanya mkutano na waweze kumwadhibu. Hapa basi nachukua mapumziko mafupi, nipunge upepo kidogo pale, nikirejea tutakuwa tunaendelea. Kumbuka kwamba utakuwa unatufuata katika mitandao yetu ya kijamii, pale Facebook tupata kama Ndizi TV Africa, bila shaka YouTube tupata kama Ndizi TV Africa, Instagram, TikTok na pale Twitter tupata kama Ndizi TV Africa Twitter ama almaarufu X, na uzungumze nasi kupitia ujumbe mfupi kwa nambari ya SMS 21575. Tutakuwa nikirejea hivi punde ili tuendelee kuyaangazia yale ambayo yameendelea, na bila shaka nitakuwa
kupa takwimu zile ambazo mimi hapa kama Jeff Nyakundi na mwendesha kipindi hiki Sauti ya Uongozi, kuna kile ambacho nimefunua kurasa hapa na pale kujaribu kufanya uchukuu ama kufanya ufukuzi hapa na pale kuona ni vipi mambo yatakuwa yanaendelea katika siasa za mwaka 2027 haswa kulingana na nikiangazia upinzani wali maarufu United Opposition. Tupate mapumziko, tutakuwa nikirejea hivi punde. Naam, ni wakati wa kusikiza sauti inayobeba maono, busara na hali halisi ya kisiasa humu nchini. Karibu katika kipindi Sauti ya Uongozi. Hapa tutakuwa tunazungumza na viongozi kujieleza katika hali halisi ya yale ambayo waliahidi kuyafanya, na bila shaka kukupa wewe mtazamaji nafasi ya kuzungumza kama mwananchi wa kawaida kwa yale ambayo waliahidi kuyafanya katika maendeleo humu nchini. But after making the payment, they delete it. Now, what kind of accounting is that? Because you are supposed to maintain the details of whoever you paid so that the figures can balance. Watu ambao wanafanyiwa sio kwamba ni wale wananchi wote ambao wako pale wanafanyiwa ile funding, ni makundi haswa. Na zile pesa kufika katika makundi ikamfikia mwananchi yule ambaye alikuwa anachangiwa akapata kiasi kidogo cha pesa. Ina maana kule kuzurula, ule msururu wa kuzunguka inakuwa ni kama ni null and void kwa mwananchi, anaiona kwamba analagaiwa. If you graduated in 2016 and somebody graduated in 2020, the 2016 was to be given priority to get that job. But nowadays, members of parliament have taken over. They get the letters, they dish them in funerals, others they sell them to the highest bidder. Kila wiki tutakuletea mahojiano ya kina na viongozi kutoka sekta mbalimbali na jamii kwa ujumla. Je, unajiuliza maswali ni kipi ambacho kinajiri nyuma ya pasia la uongozi? Basi hapa ndipo unapaswa kukaa mkao wa kutazama na kusikiza. Usikose Sauti ya Uongozi kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3 jioni ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sauti ya Uongozi. Tunazungumza, tunajenga, tunabadilika. Naam, ni wakati wa kusikiza sauti inayobeba maono, busara na hali halisi ya kisiasa humu nchini. Karibu katika kipindi Sauti ya Uongozi. Hapa tutakuwa tunazungumza na viongozi kujieleza katika hali halisi ya yale ambayo waliahidi kuyafanya, na bila shaka kukupa wewe mtazamaji nafasi ya kuzungumza kama mwananchi wa kawaida kwa yale ambayo waliahidi kuyafanya katika maendeleo humu nchini. But after making the payment, they delete it. Now, what kind of accounting is that? Because you are supposed to maintain the details of whoever you paid so that the figures can balance. Watu ambao wanafanyiwa sio kwamba ni wale wananchi wote ambao wako pale wanafanyiwa ile funding, ni makundi haswa. Na zile pesa kufika katika makundi ikamfikia mwananchi yule ambaye alikuwa anachangiwa akapata kiasi kidogo cha pesa. Ina maana kule kuzurula, ule msururu wa kuzunguka inakuwa ni kama ni null and void kwa mwananchi, anaiona kwamba analagaiwa. If you graduated in 2016 and somebody graduated in 2020, the 2016 was to be given priority to get that job. But nowadays, members of parliament have taken over. They get the letters, they dish them in funerals, others they sell them to the highest bidder. Kila wiki tutakuletea mahojiano ya kina na viongozi kutoka sekta mbalimbali na jamii kwa ujumla. Je, unajiuliza maswali ni kipi ambacho kinajiri nyuma ya pasia la uongozi? Basi
hapa ndipo unapaswa kukaa, mkao wa kutazama na kusikiza. Usikose Sauti ya Uongozi kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3 jioni ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sauti ya Uongozi, tunazungumza, tunajenga, tunabadilika. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tusidi kusonga mbele katika kipindi chetu Sauti ya Uongozi. Siku hii ya leo, siku ya wapendanao, jinsi ambavyo wengi usema, lakini ya awali nilikueleza kuna jamaa ambaye ni mwelekezi wangu hapa, lakini leo simu yake hadi sasa hivi ameizima ama ameweka airplane mode pale ili asipatikane. Sijui mbona amefanya vile. Nadhani kwamba hajafanya lolote, ndio maana ameisima simu, ikiashiria kwamba siku ya wapendanao kuna wale ambao hupenda kupewa maua, lakini yeye amejifungia tangu asubuhi studioni, haondoki. Kila ambacho inasemekana kwamba amekifanya, ameficha white asionekane. Basi kuna mtu amekosa kupata maua. Hili karibu sana tena, tusidi kusonga mbele, akiniambia kwamba ama ndugu huyo anahakikisha kwamba umepata picha na sauti ikiwa sambamba kabisa na video zile ambazo tunaendelea kukupa moja kwa moja katika kipindi hiki Sauti ya Uongozi. Na kila ambacho tunaangazia siku hii ya leo ni matukio ya siasa wiki nzima. Naam, kabla hatujaendelea sana, tuanzie hapa. Mwaka jana, wakati moja katika hafla moja ambayo Rais William Samoei Ruto alihudhuria, wakati Edwin Sifuna alikuwa amepewa nafasi ya kuzungumza na akataja masuala ambayo yanaangazia ama yanaashiria kwake Rais William Samoei Ruto, alipata nafasi naye na kumjibu pale akitaja kwamba huenda ama kumbuke kwamba wakati ambapo anazungumza mambo yanayomhusu yeye rais wa sasa William Samoei Ruto, akumbuke wakati mmoja yeye alikuwa mwanachama wa chama hicho cha ODM, na atakapokuwa akiendelea huenda akaita mkutano na waite wanachama waliowahi kuwa katika chama hicho cha ODM, na wakiketi katika mkutano basi huenda wakachukua hatua ya kumpa discipline kile ambacho ama nikitumia lugha ya Kiingereza pale. Nikimnukuu jinsi ambavyo aliyezungumza pale akisema kwamba angekuwa ameface disciplinary action if he continued to challenge party authority. Yale ambayo aliyozungumza kwamba siku ambayo Rais William Samoei Ruto alitoa onyo kwa ambaye ni Secretary General ama aliyekuwa Secretary General wa chama cha ODM Edwin Sifuna, that he would face a disciplinary action if he continued to challenge the party authority. Hebu ningependa kwanza upata video hiyo. Ukishaipata basi nitaanza kupekua moja baada ya nyingine ya yale ambayo yameendelea wiki hii, ikiwemo ya Rigathi Gachagua ama kunyoshewa kidole cha lawama na baadhi ya mawaziri humu nchini, na bila shaka Rais William Samoei Ruto kumuonya, na bila shaka wanachama wa ODM kila ambacho kiliwapata na wale ambao wamezungumzia swala hiyo kwa undani zaidi. Hebu tusikize ni kipi rais aliyezungumza wakati mmoja mwaka jana 2025. Na nimesikia Sifuna anaongea na nguvu. Wakati unaongea mambo yangu Sifuna, ujue mimi ndio mwanzilishi wa ODM, so naenda polepole kidogo. Yes. Sisi ndio tulianza hii kitu. Ama namna gani? Na unajua ukinisukuma sana nitaitisha mkutano ya founder members ya ODM. Ndio? Unajua tukiitisha hiyo mkutano tunaweza kufanyia discipline sisi ambao tulianza chama. Ndio? So twendeni mosmos.
Swali ambalo wengi wanajiuliza na wamekuwa kueleza katika mitandao ya kijamii, je, Rais William Samoei Ruto anahusika katika kung'olewa mamlakani kwake Edwin Sifuna katika chama hicho cha ODM kama Secretary General? Wengi wamezungumza mengi wakisema kwamba huenda amechangia kwa sababu wakati huo alitoa onyo ikiwa atakuwa anaendelea kukosoa serikali yake na bila shaka kuzungumza mambo yake, na pale alikuwa imwambia kwamba enda mosmos, wakati unazungumza masuala ambayo yananihusu mimi hakisha kwamba usungumzi sana, zungumza tu chapo kidogo. Lakini kila ambacho tuliona, Edwin Sifuna amekuwa akiendelea kuzungumza na kuikosoa serikali ya Kenya Kwanza na kidogo kutounga broad based government, kila ambacho kilikuwa kimeonekana kwamba kimeleta sintofahamu katika chama hicho cha ODM, pale wendani wengine ama wanachama hao wa chama cha ODM wakizidi kuzungumza wakisema kwamba baba alituacha katika chama hiki ama katika broad based government na tutazidi kuwa pale, na Edwin Sifuna na brigade yake pale akisema kwamba sisi si lazima tuwe pale, baba hakuna kitu kama hicho ambacho alikizungumza. Na bila shaka tumeyaona yale ambayo yalifuatilia, na hapo au baadaye nitakuwa nikikupa kile ambacho kilifuata na mkutano ambao ulifanywa, taarifa ile ambayo walitoa baada ya kumfurusha yule Edwin Sifuna, na kisha baadaye ni yapi yale Edwin Sifuna alizungumza katika press ambayo aliitisha siku moja baada ya yeye kufurushwa kama Secretary General ama katibu mkuu wa chama hicho. Lakini naomba tuanzie hapa katika northeast ama northeastern maeneo ya northeastern pale ambapo anakotoka Aden Duale. Aden Duale ni waziri wa afya hapa nchini Kenya, na alizungumza kwa ukali zaidi huku akimtaka Rigathi Gachagua ajitokeze katika mojawapo ya runinga humu nchini, wakati katika mahojiano moja kwa moja ili waweze kuzungumza yale ambayo yanawahusu hao wawili, haswa masuala ya North Eastern Region ambayo Rigathi Gachagua hivi punde ama hivi majuzi alizungumza akisema kwamba wakazi wa eneo hilo wameachwa tu bila kusaidiwa na serikali, na bila shaka wale ambao ni wanasiasa kutoka eneo lile ni watu ambao wamebebwa na rais kwa undani zaidi na wawafanyii wananchi wa eneo lile kazi ipasavyo. Hebu tumsikie huyu waziri Aden Duale wakati alikuwa anazungumza katika hafla ambayo rais alikuwa amehudhuria pale eneo lile la North Eastern Region. Sasa all of a sudden mtu ya shareholding amekuwa ni mtu wa kutuambia sisi. Tunamwambia akwende kabisa, na wewe akili yako ni chini sana. And I am ready to engage him. I challenge the former deputy president. I will challenge you to a contest. Let us meet at Jeff Koinake's bench. I will challenge you to kutana kiwanjani. Your Excellency, mambo ya Northeastern wachia mimi Rigiji. And as a minister, simuko sawa sawa? Situkuja hapa katika primary. I am ready. Semeni wangapi? You want me to challenge Rigiji? Hapana. My friend, you have no legal standing. You have no moral authority to lecture us. Ofisi, Mr. Matiangi, you are the one who closed the only passport office in Garissa. You are the one who made all our children mass failures of 2018, 2019. The same administration, Your Excellency, if you give me a minute, are the ones who even denied us our numbers, our census. Si tulihesabiwa? Si wakataa na hesabu yetu? Who was the president? Ilikuwa ni Ruto. Mbona mnasema alikuwa nani alikuwa president? Yeah. So we know. And I'm challenging them one by one. Hii opposition kwa vile wako chini sana, Your Excellency, haujafika kiwango yako na ya deputy president ambaye ni professor. Wachia mimi kwanza ni wasot hapa.
Basi pale huyo ni Aden Duale akitaja kwamba aachiwe hawa wawili ambao wamewataja hapo ni aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i na bila shaka aliyekuwa naibu wa rais Geoffrey Rigathi Gachagua akisema kwamba aachiwe atawasot vile ambavyo amezungumza pale akisema kwamba hebu tukutane katika mahojiano moja kwa moja katika Jeff's Bench. Asi ya Jeff Nyakundi. Hata mimi hivi majuzi nitaanzisha yangu na hao viongozi nitawaita, wakikubali kuja basi watazungumza hapa moja kwa moja. Lakini tunapozidi kusonga mbele, sasa tuingilie katika masuala ya ODM. Kile ambacho kimekuwa kikiendelea pale. Katika mkutano ambao ulifanywa pale Mombasa siku ile ya Jumatano pale, kuna mengi ambayo yalifanyika. La kwanza ni ODM ama ile NEC meeting ambayo walikuwa pale, walikubaliana kujiondoa katika Azimio la Umoja. Kumbuka kwamba Azimio la Umoja lilikuwa linaongozwa naye Raila Amolo Odinga kama kiongozi wa Azimio la Umoja pale party, na wakati ambapo mabadiliko yalifanywa wiki iliyopita, wengi wakasema kwamba ama wale ambao walikuwa sideline akiwemo Junet Mohamed, nafasi yake ikachukuliwa na mtu mwingine kama Secretary General, na Kalonzo Musyoka akachukua uongozi wa Azimio la Umoja. Sasa Oburu Odinga akizungumza baada ya mkutano ama NEC meeting ambao walifanya pale Mombasa, alitaja kwamba Azimio ilikufa wakati ODM iliondoka. Na wakati huo sasa ilikufa wakati ule, na wakati wameondoka, washaondoka, sasa kile ambacho wanafanya ni kuformalize kwamba wamejiondoa na waandike barua zile ambazo zinahitajika kuandikwa ili wajiondoe rasmi katika Azimio la Umoja formally. Lakini kile ambacho walikuwa wamefanya jinsi ambavyo alizungumza ni kwamba walishajiondoa na kuondoka kwako ama kuondoka kwao kulifanya kwamba chama kile cha ODM kiwe kimeshaiaga dunia. Hebu tusikize ni kipi kile Oburu Odinga alizungumza pale, na bila shaka kuna video nyingine ambayo itakuwa inafuata pale wakati ambayo alikuwa anazungumza akisema kwamba akizungumza katika hafla hiyo pale akisema kwamba ni mapema zaidi wao kusema one term ama waseme two term, akisema kwamba sasa hivi kile ambacho wanafanya ni kuhakikisha kwamba wameunda chama kile cha ODM kiwe mahiri zaidi na kijiandai zaidi haswa katika mazungumzo ya umoja wa kisiasa, na kama hawatakuwa wanakubaliana kile ambacho watakuwa wanataka pale kama chama, ni basi watakuwa wanajisimamia na kusonga mbele kama chama cha ODM rasmi, na ikiwa kwamba watakuwa wanawania urais basi watasimamisha mtu kutoka chama hicho cha ODM ili usimame kiti cha urais ifikapo mwaka 2027. Lakini akasema kwamba hawana haraka ya kutaja one term ama kuzungumza one term ama two term. Hebu tusikize kwanza kile ambacho alizungumza wakati wamehama ama wakati wakisema kwamba Azimio ilikufa wakati ODM ilijitoa, na bila shaka video ambayo itakuwa inafuata ya pili pale ni wakati yeye Oburu Odinga akisema kwamba hawana haraka ya kusema two term ama one term. Hebu tusikize ni kipi ambacho kiongozi wa chama cha ODM alizungumza. This thing called Azimio. We are the Azimio. The majority, the strongest party in Azimio was ourselves as ODM.